On to the next. Hii pia ilitumwa tarehe 15. Anasema anaomba ushauri. Iko hivi. Mimi binti wa miaka 22, niliolewa nikaishi miaka miwili kwenye ndoa. So aliolewa na miaka 20. Wow. Mwanaume akanikataa, akanifukuza sababu sijashika mimba ndani ya hiyo miaka miwili ya ndoa. I wonder kama ni ndoa ya Kiislamu au ya Kikristo au ni vijijini au mjini. Anyway, haya. Niliporudi nyumbani sikuwa na kazi ya kufanya, nikapata kazi za ndani mkoa mwingine, nikasafiri. Nikafika kuanza kazi ndani ya siku 3 mbele akaja mpangaji, ni mfanyakazi wa serikali. Ni kijana kwa muonekano. Ni ngumu kuamini kama ameoa asipokuambia kulingana na ugeni wake. Basi siku moja, kwa hiyo alipofika pale sehemu yake ya kazi, like amefika kazini, siku 3 baadaye akaja mpangaji mwingine ambaye ni mfanyakazi wa serikalini ambaye ameoa, lakini kwa juu ni kama hajaoa kwa anavyoonekana, ndio nilichokielewa. Haya, anasema kulingana na ugeni wake. Basi siku moja anaanika nguo, ananisemesha, nikamwambia mimi mgeni, naye akasema ni mgeni. Basi tukazoeana, mgeni. Kuna siku akanikuta naongea na simu nje, akanitania, naona unabebika. Nikamwambia hapana, mimi sina baby. Akacheka. Akacheka, akaniuliza kama tunaweza kuwa pamoja. Nikamuuliza ndoa au, akasema ana mke wake yupo sehemu na yeye huku yupo kikazi, ananitaka tuwe wapenzi kupunguziana hisia. Nikaona ni mtu mkweli, nikamkubalia. Oh God. Wanawake kuna namna nati zetu haziko sawa. Kuna namna haziko sawa. Na ninamuelewa huyu dada. I can tell you kuna wanawake wengi ambao mwanaume akimwambia ukweli, actually wanaume wengi wanawaambia michepuko zao ukweli, na ndio maana michepuko wana exist. Atamwambia kabisa mimi nimeoa na watoto, kwa hiyo na mwanamke anakubali kwa sababu ameniambia ukweli. Anyway, tuendelee. Haya, siku nikaingia ndani kwake, anatafuta condom, nikamwambia asijali. Akauliza, "Why unamwambia mtu asijali? Why?" Nikamwambia asijali. Akauliza, "Vipi kuhusu mimba?" Nikamwambia siwezi kupata, huko nilikotoka niliachika sababu ya mtoto. Nikipata mimba nitafurahi. Akanikomalia, "Hapana, mimi nina mke, sitaki mtoto wa nje ya ndoa." Akawa analazimisha atumie condom. Nikamkataza. Mwisho akaniuliza niliingia period tarehe ngapi, nikamwambia. Nikaona anahesabu vidole kisha tukafanya mapenzi. Kinachoniuma, tangu tulipofanya mapenzi amepunguza mazoea na mimi na hataki tufanye tena. Kana kwamba mimi ndiye niliyemtaka kati alinitongoza yeye. Ina maana alikuwa anataka aone uchi wangu au alikuwa na lengo gani au nina mapungufu gani mimi nampenda anayojulia mapenzi. Okay. Kabla sijasema chochote, naomba tuende kwenye comment because this is dada. Hebu toeni comments zenu kwanza. Mimi naomba nisiongee chochote kwenye hili. Hebu toeni comments zenu. Wewe ungesema hivi, huyu mtu unamshaurije kwanza? Huyu mtu unamshaurije? Mimi naishia pause. Anyway, stay tuned kwa stories zingine mob kama hizi. Vipindi vijazo nina story nyingi. Ila hiyo inanifurahisha, na please wewe weka comment yako, ungemshauri nini huyu mtu. Bye.